Mmiliki mmoja wa kipande cha ardhi eneo la Kibos, eneo bunge la Kisumu Mashariki, kaunti ya Kisumu, analilia haki baada ya boma lake kubomolewa na watu wasiojulikana usiku wa tarehe 2 mwezi Februari mwaka huu. Kwenye mahojiano ya simu, Lilian Ochieng aliye nje ya nchi amedai kuwa watu wasiojulikana walivamia boma lake kabla ya kumdhulumu mfanyikazi, huku mali yenye thamani isiyojulikana ikiharibiwa na kuibiwa. These people are really rogues. They came to do this dirty work in the middle of the night when people are sleeping, waking people up and demolishing them. It's very inhumane. Mfanyikazi Daniel Nyakundi anasema kuwa masaibu yake yalianza tarehe 18 mwezi Disemba mwaka jana, ambapo alikabidhiwa notisi ya kuhama kabla ya uvamizi tarehe 2 mwezi Februari, ambapo washukiwa waliondoka na ng'ombe wake 11. Wakakuja na barua ya notice, wakaniambia wanatumia mdozi hiyo barua. Alafu wakaniambia wanataka kuchukua ng'ombe zangu. Nilikuwa nimefuga ng'ombe hapa. Ng'ombe zilikuwa 11. Sasa wakaniandikia karatasi eti wanachukua hizo ng'ombe. Nikawaambia hizo ng'ombe ni zangu. Wakaniambia lazima wasikue hizo ng'ombe, walikuwa na pamoja na mapolisi. Sasa vile waliniandikia wakachukua hizo ng'ombe, wakaacha ng'ombe mmoja ambaye ni mdogo, alikuwa mgonjwa. Huyo ndio hawakufaulu kuenda naye. Alafu sasa wakarudi tarehe 2 mwezi wa pili. Kitu saa 9 ya usiku wakakuja na Nissan, watu wengi sana, walikuwa watu karibu 100. Anasema kuwa wavamizi walitekeleza ubomozi kabla ya kubeba bidhaa zilizokuwa katika boma hilo. Walibeba kila kitu yenye ilikuwa hapa. Nyumba hizo zilikuwa za mabati penye nilikuwa naishi, nyumba 4. Wakachukua na nyumba ya umbwa yenye ilikuwa hapo, umbwa walikuwa 3 ndani wadogo. Wakachukua wakaenda nazo. Manguo na manguo za mtoto walirusha nje, wakaenda na sanduku. Bagi za nguo zangu pia walienda nazo. Vitu zangu zote walienda nazo mpaka chakula. Aidha, waliharibu kila kitu na hata kukata miti iliyokuwa imepandwa kando ya boma hilo. Lakini kwa saa hii sina chochote. Hata mdosi yangu nashindwa kumuomba pesa yenye naweza kumwambia, kwa sababu saa hii sifanyi kazi kwake, kazi iliisha kwake. Kila kitu yake walipomoa wakaenda nayo. Blocks zenye zilikuwa hapo, kuna zenye zilikuwa sijaanza kujenga wakati amesimamishwa kujenga. Kuna blocks zilikuwa chini, mchanga ilikuwa chini, kokoto ilikuwa chini. Hizo vitu zote walisomba kuanzia saa 9 ya usiku mpaka saa 10 ya mchana, ambapo askari walikuja hapa wakaambia watu watoroke, hawako kushika hata mtu mmoja. Katika harakati hizo, Nyakundi alinaswa na kupokezwa kichapo, hali iliyomsababishwa kulazwa hospitalini kwa matibabu, huku mtoto wake akiponea kifo baada ya kuangukiwa na mabati. Mtoto naye mabati ilimwangukia pale. Nilitoa mtoto kama mabati wameshaangusha, mabati imeangukia mtoto, alikuwa amelala. Wakati nimeanza kutoroka, hawa wahuni walikuwa wengi, wakanishika. Wakanishika huko nje, wakanirudisha. Kufika hapo karibu na gate, nikapata huyo kishonea akaanza kunichapa. Alinichapa, nikaanguka chini, akanikanyaga. Sasa sikupata fahamu vizuri, nikapata msamaria mwema akanikimbiza hospitali. Lilian na Nyakundi wanairai idara husika kuharakisha mchakato wa haki kupatikana, ikizingatiwa kuwa walishapiga ripoti kuhusu kisa hicho. Sasa ndio nikapeleka ripoti kwa polisi, wakanichasia kila kitu. Ndio nikangoja waniite kotini. Wakati wameniita kotini wakaniambia tena nitafute wasaidi, kwa sababu nilikuwa na wasaidi 3, tena wakaniambia niongeze wasaidi wengine. Sasa vile waliniambia niongeze wasaidi wengine, wakili wangu akaniambia hao wasaidi 3 wametosha. Hakuna msaidi mwingine tena unaleta. Wewe ngoja kesi ifike kotini. Sasa kuanzia hiyo imekawia, sijapata haki yangu. Mimi nilikuwa naomba serikali iingilie hii kitu sana, kwa sababu hizo ng'ombe ndio nilikuwa nimeweka kama akiba yangu. Sina akiba yoyote saa hii. Watoto wangu wengine wale wako nyumbani, wako nje, hawana school fees. I'm actually engaging a lawyer to fight for me. I don't think I want to let my things go scotch-free. I think the people who are involved should actually pay us. They need to pay us for our money. Nobody picks money on the street. And they also know they are really heartless people. You can see somebody has struggled to build something and they've completely built it from scratch. Nikiripotia Jabali TV, mimi ni Natalie Atieno.